Tunapoelekea mwaka mpya, na tunaomba mwaka mpya uwe na neema na bahati. Lakini tunapozungumzia swala la bahati, tunatambua kwamba ni mchakato wa kujiweka tayari na kung'ang'ania mafanikio ili mwaka unaokuja, mwaka mpya, uwe na neema na bahati. Kuna mbinu mbalimbali ambazo mtu anapaswa kuzifuata. Zipo mbinu nyingi sana, lakini nitataja mbinu 6 kwa leo, na siku nyingine nitataja mbinu nyingine. Mbinu ya kwanza ni kujifunza kuwa tayari, ili mwaka mpya ambao tumekaribia kuingia uweze kuwa na mafanikio na bahati. Lazima ujiweke katika hali ya kuwa tayari, kujiweka katika hali ya kuwa na ufahamu, kujiweka katika hali ya kuwa na uadilifu na uchangamfu kwa kila ambacho umezamilia ama matamanio yako kukipata. Hapo utakuwa umetengeneza kamba ya kuvuta bahati kutoka kwenye shimo refu na kusogezea kwako. Lakini mbinu ya pili ni mipango madhubuti. Mipango madhubuti maana yake ni kuweka mikakati ambayo wewe kitu ambacho unatarajiwa ama unakitaka. Kwa mfano, kama unataka kuwa mwanamuziki, unapaswa uwekeze vya kutosha kwenye muziki ili uwe bora zaidi. Lakini kama unataka kuwa mchezaji bora, unapaswa kuwekeza zaidi, aidha kwa kufanya mazoezi ili hatimaye uwe mchezaji bora. Unataka kuwa MC, hivyo hivyo unapaswa kuwekeza vya kutosha ili hatimaye uweze kuwa MC bora. Lakini mbinu namba 3 ya kuweza kuivuta bahati kwako ni kutengeneza nafasi. Na katika kutengeneza nafasi ni pale ambapo unapopata gepu unapaswa kuitumia kwa kiwango cha juu. Kwa mfano, unatafuta kazi, umeitwa kufanya interview, yani usaili, unapaswa upige interview kwa kiwango cha juu, kwa kiwango kinachostahili, kwa uwezo wako wote. Hapo utakuwa unatengeneza kamba ya kuvuta bahati kwako. Lakini pia kuna mbinu namba 4. Mbinu namba 4 ya kuisogeza bahati tunapoelekea mwaka mpya ni kujitoa mhanga. Na katika kujitoa mhanga hapa tunashauriwa kuwa wajasiri. Kwanza unapaswa kuwatambua wanaohusika, na baada ya kuwatambua unabidi wafesi. Kwa mfano, unatafuta nafasi kuajiriwa kwenye kampuni, unapaswa wajue wakurugenzi wa kampuni na viongozi washawishi walioko karibu na ile kampuni, na baada ya hapo uone namna ya kuwavagaa. Utakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kupata bahati kwa kile ambacho unatamania. Kwa mfano, tumeshaona hata kwenye mikutano mikubwa, mtu akiwa anataka nafasi fulani anaweza kumwambia mheshimiwa, ikupendeze naomba unitumie, ikupendeza kwenye ufalme wako naomba nitumike. Hiyo ni mojawapo ya mbinu namba 4 ya kujitoa mhanga, regardless anayemuomba atamfikiriaje. Lakini kuna mbinu namba 5, kuwa mjanja. Ujanja tunatambua kwamba ni kuwahi na kung'ang'ania. Kuwa mjanja maana yake ni kufanya mambo yako kwa wakati. Limetoka tangazo la nafasi za ajira, unapaswa tangazo lililotoka kulipata kwa wakati na kuanza kulifanyia kazi. Ndio maana unaweza ukatafuta kazi ukakoswa, lakini baadaye mtu akwambia ulichelewa, juzi tu nafasi imetoka. Ni kwa sababu ukufika kwa wakati.
Na katika kuwa mjanja pale unatafuta watu sahihi, unatengeneza kamba ya kuvuta mafanikio na neema kwako, na bahati itakujia mara moja badala ya kuingoja bahati ikufuate. Lakini mbinu ya mwisho kwa leo ni kuwa na subira, kutokata tamaa. Tunatambua kwamba bahati haiji kwa wepesi. Ukiona mtu amefanikiwa ghafla kama mwanga wa radi, ujue alijiweka mapema kwenye njia ya kupata mafanikio. Wakati njia mafanikio napita, na yeye alikuwa tayari kwenye ile njia. Lakini kweli usiopingika ni kwamba bahati haiji mapema. Unapaswa uwe mvumilivu. Unaweza ukapitia changamoto nyingi, lakini kwa mwaka huu mpya unaoingia tunapaswa tuwe wavumilivu. Kuna mifano mingi sana kwa watu ambao walikuwa wavumilivu na hatimaye waliweza kupata mafanikio makubwa. Kwa mfano, ukiangalia rais wa Zambia Hakainde Hichilema amegombea urais akiwa chama cha upinzani mara 6. Kila alipokuwa akigombea, mara ya kwanza akashindwa, Hakainde Hichilema mara ya pili akashindwa, mara ya 3 akashindwa, mara ya 4 Hakainde Hichilema akashindwa, mara ya 5 agombea akashindwa, lakini mara ya 6 alipogombea 2021 akamshinda rais aliyokuwa anatetea kiti chake, yeye akawa rais. Mpaka sasa ndoto yake imetimia. Bahati yake ya ndoto yake ya kupata ubahati wa kuwa rais imetimia kwa sababu ya uvumilivu. Inawezekana asingekuwa mvumilivu, agegombea mara 4 akaacha, asingefanikiwa ndoto yake ya kuwa rais wa Zambia. Hivyo tunapaswa tuwe wavumilivu kwa mwaka unaoingia, huu mwaka mpya. Na kwa kumalizia, tukiangalia tu Marekani, Donald Trump alibahatika mwaka 2016 kuwa rais wa Marekani. Ilipofika Novemba mwaka 2020 uchaguzi ukafanyika, akashindwa, lakini kwa sababu alikuwa na uvumilivu alikuja kurudia mwaka 2024 Novemba, akabahatika kuwa rais wa Marekani. Hii inatufundisha nini? Endapo Donald Trump asingekuwa mvumilivu, angeamua kugairi, kuacha, asingekuja kuwa rais wa Marekani. Zipo mbinu nyingi sana ambazo tunapaswa kuzikumbuka, lakini kwa leo tuisiishie hizo. Kwa majina naitwa Pius Zakaria Rukaga.